Amina. Sasa hayo maamuzi yana madhara baadaye, aidha madhara mazuri au madhara mabaya. Ndio maana maandiko yanatutahadharisha kwamba tuwe na maamuzi mazuri leo, kwa sababu ya maamuzi unayochagua unayoamua leo yana madhara au yanaathiri hatima ya mtu. Amina. Kwa hiyo maamuzi unayochukua leo ndiyo yanayotengeneza hatima yako. Sasa hatima ni nini? Hatima ni nini? Tunaweza kusema kwamba hatima ni kusudi au mpango ambao Mungu anao kwa ajili ya maisha yako. Hatima ya mtu kibiblia ni kusudi ambalo Mungu alikuumba wewe uweze kuliishi. Kwa hiyo maamuzi ambayo unayachagua leo au unayaamua leo yanaamua au yanakutengenezea mazingira wewe ya kuliishi kusudi la Mungu alilokuumbia au usiliishi. Ni kweli kuna namna ambavyo Mungu alikutengenezea hatima nzuri, lakini huwezi kuifikia hiyo hatima kama utachagua vibaya, kama utaamua vibaya leo. Bwana asifiwe. Hii ni kwa sababu Mungu alipotuumba sisi alitupa uhuru wa kuamua mambo. Alituumba kwa namna ambavyo sisi tunaamua jambo, alafu Mungu anafanya kulingana na maamuzi ambayo tumeamua. Bwana asifiwe. Tusome sasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati hiyo 30:19-20. Kumbukumbu 30:19-20. Naomba ni Kumbukumbu 30. Tasoma. Biblia inasema hivi: nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahim na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Bwana asifiwe. Haya ni maneno ambayo Mungu anasema na taifa la Israeli. Anasema kwamba nazishuhudiza mbingu leo, yaani kwamba ninaweka mbingu ziwe shahidi leo ili tusigeukane baadaye, kwamba mbele yako kuna uzima na mauti, kuna kifo, kuna uhai manake. Halafu akasema kuna nini? Kuna baraka na nini? Na laana. Mbele ya mwanadamu kuna vitu vyote viwili, kuna baraka na pia kuna laana. Sasa akasema ya kwamba uchague kitu kimoja, aidha uchague baraka au uchague laana. Kumbe baraka na laana viko kwenye uwezo wa mtu mwenyewe kuchagua leo. Amina. Bwana asifiwe. Uzima na mauti vipo kwenye uwezo wa mwanadamu kuchagua. Kwa hiyo tukikosea kuchagua, maana yake tutajikuta tumetukia kwenye nini? Kwenye laana au mauti, kwa sababu tulikosea kuchagua. Na Mungu anashauri tu, yaani hata shetani hawezi kukulazimisha wewe, hawezi kuchagulia. Kwa sababu mwanadamu sisi tumeumbwa, hakuna kiumbe ambacho kinaweza kikaamua kwa ajili ya maisha yetu. Hata shetani wala Mungu hawawezi kutuamulia sisi. Yaani kama ingekuwa inawezekana kutuamulia sisi, Mungu angeokoa wanadamu wote, wangeokoka wote. Sababu Mungu, Biblia inasema ya kwamba hafurahii kifo cha mwenye dhambi. Kama hafurahii, sasa kwa nini asiwaokoe wanadamu wote? Ni kwa sababu wanadamu wamepewa kuamua wao wenyewe
niokoke au nisiokoke, niishi dhambini au nisiishi dhambini, hiyo ni maamuzi ya mtu, sio maamuzi ya Mungu. Kwa hiyo unapokuwa umeamua vizuri, kama ilivyosema kwamba kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kuzitii kumpenda Bwana Mungu wako, mstari wa 20, kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake na kushikamana naye, kwani hiyo ndiyo uzima wako. Kwa maana nyingine, Mungu amekupa uchaguo, aidha umpende yeye ili upate mema, ili upate uzima, ili upate baraka, au usimpende yeye, usitii sauti yake, usitii neno lake, ili uingie kwenye upande mwingine wa pili wa mauti. Kwa unapoamua kumtii Mungu, ndipo Mungu anapata nguvu ya kukusaidia na kukubariki. Bwana sifiwe. Lakini maamuzi ya kumpenda ni ya kwako, hajakulazimisha. Amina. Kwa hiyo unachokiamua ndicho ambacho kinaamua kesho utaishi vipi.